Wakati ambapo mama mtoto aliniambia nikamwambia kwamba hizo ni gumzo tu. Kumbe unaweza chukulia kitu kabla ya kukujia ushuhudie na mama. Wakati alipotoka akienda nje, mtoto alitoka kwenda kwa haja ndogo, akijaribu tena kutoa mkojo, akarudi mbio kwa nyumba akikojelea longi, akirudi ndani akisema ya kwamba baba mtu yuko kwa paa ya nyumba, ananionya kwamba nisikojoe pale nje kwa mlango. Kenye mtoto yule alisema kitu kile kilikujia pale nyuma yangu, hadi nikapindua nyuma yangu, nikashika ukuta nyuma yangu. Nasema Mungu sikia mfano, hichi ndicho kitu pekee kabisa nipe jaribu ile ambayo imenifunga tembo tabakabo, usanipe majaribu ya meno yanizidi. Hilo ndio kitu niliyomwomba Mungu. Kuna majaribu mengine ambayo Mungu akikupea lazima mkanye mwambie wasikia Mungu unanipea imenizidi kwa leo. Itanifanya wake kwa ume wanichekee, itafanya wa kwetu wanichekelee. Najua uko na majaribu mengi, nipe lingine hii nani. Mungu anaweza kukujaribia jaribu, anaweza kukubadilishia ile chungu unayopitia. Mungu anaweza kukubadilishia. Leo hii ni kiubiri, iwe ni ya kukwama mahali moja, Mungu anaweza kubadilisha. Ajaribu ile ambayo unapitia, Mungu anaweza kulibadilisha. Wasikia? Wakati mafuta yalichemshwa, hadi naye mafuta yakachemka. Yehova akaona jinsi mafuta huchemka, akaona Yohana kutumbukizwa mafutani. Mungu akambadilishia jaribu hiyo. Ni Yehova mwenyewe ndiye aliingilia mafuta pale, hadi mafuta yakapoa. Sasa Yohana kuingia kwa mafuta akawa kama yule ambaye anaogelea. Wakati nayo moto ikachemka, hadi kawa pale siku 7. Mungu akatazama jaribu ile, akasema hii ni kali, wacha niende mwenyewe. Wakati alipoenda mwenyewe pale kwenye moto kali iliyochemshwa, moto ikawa yule wa kuotwa. Wakati walipokuwa kwenye moto, walikuwa wakiburudika tu, wale wakiwa wanaimba. Jaribu hilo sio lako. Hujamwambia Mungu ili akubadilishe majaribu, anaweza badilisha. Ukufu kwake Yesu alimbadilishia Ana, hadi Ana akabaki, hadi akacheka, akakambiwa sasa chekelewa ya kutosha, nibadilishie leo. Unataka kubadilisha yote, nataka kubadilisha jaribu ambalo watu wanajua. Mwaka uliopita ulitamka jambo hilo, Disemba ukalitamka tena, ukashuhudia watu wakasikiza. Januari pia bado unaendelea kulieleza, bado unasonga nayo. Mungu ni yule wa kubadilisha majaribu, hata kubadilisha jaribu ya kwenye nyumbani. Mama anamwambia Ayubu ya kwamba wasikia Ayubu, wewe hata ukiwa unasali sioni unachosali. Leo naye Jehova yuko, yule ambaye Ayubu alimshuhudia. Ayubu akasema hata likiwa jambo hili linatendeka wapendwa, Mungu anaweza libadilisha jaribu hile. Wakati alipobadilisha jaribu katika nyumba la Ayubu, hilo ni kitu ambacho limechosa mtu. Yule ambaye amekati pale kwa boma yao, amekuwa ya kwamba amekuwa na vyeti, tena konazo pale ukutani hadi kwenye kabeti. Kitu kile kijamchosa mali ameketi, inahitaji yule ambaye ameketi kando na aseme ya kwamba mfalme ukiwa wewe umekuja, watu wako wamekuwa ukinitangulia hapa kila siku. Leo kile kitu ambacho ninataka unaweza kunifanya mimi pia nipate amani. Nitapata amani kutoka kwako. Wale majamaa ambao wanaweza kukosa kupata amani ya boma, wale wazee wa kwenye pale
hawawezi wakarejesha amani ambayo imesambaratika kwako. Usipigi mingeno kujalo tukuimara ulibadi wala pingi bata. Marafiki zako ambao unawatumaini pale hawawezi wakarekebisha amani ambayo inaenda ukimina. Au kama ni marafiki zako wa karibu kila siku hawawezi wakaleta amani ambayo imesalia mbali. Kinachokuvuta amani kwa karibu. Hata ukiwa umezeeka watu wanakudharau. Ni Yesu Kristo. Anaumba mtu kiume kipya. Yule ambaye ukoka zeeki. Hata kama hujaoleka. Amina. Yule molokole zeeki. Hata ukiwa unabobalaka. Mungu analeta. Kwa sababu gani? Moyo wako uko mpya kila kuchao. Hata jinsi unavyonena pia ni mpya kila kuchao. Kitabu cha Luka 6:8. Na tuombe Mungu wetu.